Fungua kitabu cha Mhubiri sura ya 3. Mhubiri sura ya 3. Nisome mstari wa kwanza. Nisome mstari wa kwanza, ungepata. Soma mstari wa kwanza. Hakuna alipata huo mstari wa 3. Mhubiri sura ya 3. Soma tu mstari wa kwanza tu. Mhubiri sura ya 3 mstari wa kwanza nasema, kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kuna kule nyuma hawajasikia. Kwa kila jambo, kurudia tena. Kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kwa kila jambo kuna majira yake. Kwa kila jambo kuna majira yake na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Bwana Yesu asifiwe. Sema kwa kila jambo kuna majira yake na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Majira yake. Kila jambo kuna majira. Kila jambo kuna majira yake. Niko tu na somo, nisaidie mtu mmoja ambaye anasema, mchungaji, nimekupata tangu asubuhi, lakini kuna pointi moja imesalia. Bwana Yesu asifiwe. Nafundisha somo ambalo nimeita majira yataamua. Amina. Majira yataamua. Bila kupoteza muda, mshike mmoja wa jirani yako. Majira yataamua. Inawezekana unaongea kwa wasiwasi, una uhakika na hebu tamka kama mtu ambaye umevaa nguvu ya Mungu asubuhi ya leo. Sema majira yataamua. Majira yataamua. Haijalishi waganga wameamua nini. Haijalishi wachawi wameamua nini. Haijalishi adui zangu wameamua nini. Natamka asubuhi ya leo kwamba majira yataamua kwa jina la Yesu. Majira yataamua. Siturudi nyumbani jamani. Majira yataamua. Jambo, nisikilize, nipe masikio dakika chache. Kama hebu simama kwanza kidogo. Simama kwanza. Sema moja. Kuongeza. Moja. Sawa. Na mbili. Twende tena. Moja. Kuongeza. Moja. Na mbili. Mbili.
niseme na moyo wa mtu mmoja. Kule nyuma mnanisikia vizuri? Nataka niseme na mtu mmoja ambao umeona kama kuna vitu vinaamua. Unaona kama vile kuna ufalme unaamua. Nikutie moyo asubuhi ya leo. Nasema nikutie moyo asubuhi ya leo. Nasema nikutie moyo asubuhi ya leo. Niinue imani yako asubuhi ya leo. Niinue mawazo yako asubuhi ya leo. Kwamba majira yataamua. Nasema majira yataamua. Nimekuja na tangazo nikutangazie kwamba majira yataamua. Usiyasaidie majira kuamua. Yataamua yenyewe. Yataamua yenyewe. Yataamua yenyewe. Yataamua yenyewe. Jambo kutokea linategemea majira. Kwa kila jambo, unasikia? Kwa kila lina majira. Kwa kumbe jambo limesubiria nini? Jambo limesubiria nini? Jambo limesubiria nini? Jambo limesubiria nini? Halianzi jambo ndipo yaje majira, yanaanza majira ndio linakuja jambo. Fungua Isaya 6. First soma, muda wetu tumeenda nao sana. Nisome hiyo Isaya 6:1. Isaya 6 mstari wa kwanza. Wa kwanza. Mwingine afungue Luka 1 na mstari ule kuanzia wa 13 mpaka ule wa 16. Nitazungumzia hayo maandiko ya andiki. Luka 1:13 hadi 16. Twende hiyo Zakaria. Isaya 6 mstari wa kwanza nasema, katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia, alimwona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana. Sema katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia, alimwona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. Asante msomaji wangu mzuri. Sasa nikwambie kitu. Jambo la kusababisha Isaya amone Bwana lilitegemea majira. Lilitegemea nini? Majira. Majira yalipofika, majira yakasababisha jambo kutokea. Kitu ambacho kilikuwa kinamzuia huyo mtu asimwone Mungu. Yalipofika majira, yule mfalme akafa. Nini kilitokea? Isaya akamwona. Majira yanaamua. Manake kama majira ya huyu mfalme yangekuwa bado hayajaamuliwa, Isaya angebaki hajamwona Bwana. Kuna vitu vimesubiria vife ili umuone nani? Umuone Mungu. Ili umuone nani? Mungu. Ili umuone Mungu. Natamka kwa jina la Yesu. Nasema natamka kwa jina la Yesu. Uzia yeyote kwenye maisha yako, natamka kwa jina la Yesu. Ardhi ifunguke, imeze kwa jina la Yesu. Amina. Ilitakiwa majira ya huyu jamaa ya kuondoka. Kadri Isaya, sikiliza nikwambie, kadri Isaya alipokuwa anatafuta nafasi ya kutaka kumwona Mungu, ndivyo majira ya kufa huyu mfalme yalipokuwa yanasogea. Isaya amekaza moyo wake, ana
kufa. Unaponyamaza unafanya majira ya nyamazi. Mwambie jirani yako, unaponyamaza kuomba unafanya majira ya nyamazi. Kazana kwenye maombi. Mimi nadhani Isaya alikuwa na moyo wa kutaka kumwona Mungu. Kila Uzia aliyekaa kwenye njia yangu, kwenye barabara yangu, natamka kwa jina la Yesu, leo majira yaamue juu yake, yaamue juu yake, yaamue juu yake, katika jina la Yesu. Majira yaamue. Amina. Usihangaike na watu wanaokusema vibaya. Majira yataamua. Usihangaike na watu wanaokudharau. Majira yataamua. Unajua kuna watu kanisani anakosa amani tu kwa sababu mtu fulani alimjibu majibu fulani. Sijui mtu fulani alifanya vitu fulani. Majira yataamua. Ndio itajulikana kama wewe ni mwana wa Mungu au ni mwana wa nani. Bwana Yesu asifiwe. Ufalme wote uliombeza Isaya anapotabiri kama nabii wa Bwana, na hakika walikuwa wanambeza, na hakika walikuwa wanamtukana, lakini yalifika majira yakaamua. Wale waliokuwa wanasema ni nabii huyu amkuisha habari yake. Unajua, ngoja niwaambie wapendwa, niwaambie ukweli wa kumwogopa Mungu. Kuna mazingira unaweza kupita yakanyamaza na yakaonekana kama vile kuna Mungu kabisa, na watu wakakudharau kabisa, wakaona kuisha kabisa, lakini nikutangazie neno la Bwana, majira yataamua. Nasema majira yataamua. Nasema majira yataamua. Nasema majira yataamua. Majira, jambo halitokei lenyewe ndipo. Majira ndio yanasukuma jambo kutokea. Majira, sikiliza nikwambie, majira aliyokuwa nayo Isaya ni majira ambayo mfalme Uzia hakuyaona. Nasema hivi, majira aliyokuwa nayo Isaya mfalme Uzia hakuyajua. Na ndio maana aliendelea kukaza uzi, ndio maana aliendelea kufanya vituko vyake, lakini asijue kwamba majira ya kuinuliwa Isaya yamekaribia. Na wakati wake wa kufa ndio umekaribia. Wanyakyusa wanasema jwanya kubuli. Jwanya kubuli, nani akwambie? Mgeukie jirani yako ambie hawajui, nani awaambie? Hawajui, nani awaambie? Wanafurahia mahali unapopita, lakini hawajui kwamba majira yameshafika ya Mungu kuamua juu yako. Nataka tu nikutangazia asubuhi ya leo, majira ya Mungu kuamua juu yako yamefika. Majira ya Yahweh kuamua juu ya hatima yako yamefika. Amesubiriwa tu Uzia aanguke. Amen. Majira yataamua. Majira. Yaani nilipoamka na hili neno nikasema kumbe. Sikiliza nikupe mfano mmoja. Unajua kwa nini majira yataamua? Majira yanatazama. Pointi ya kwanza nilisema hivi kwamba majira jambo halitegemei lenyewe litokee ndipo majira. Jambo linategemea majira. Sasa kwa nini nakwambia majira yataamua? Majira yataamua kwa sababu majira yanatembea na kusudi. Amina. Majira yanatembea na kusudi. Nisomee kitabu cha Luka. Luka hiyo 1:13 hadi 10 na ngapi? 16. Wewe una maneno, utafuta. Nisomee hapo.
Luka 1:16. Anasema na wengi katika Waisraeli atawarejeza kwa Bwana Mungu wao. Naye atatangulia mbele zake katika roho ya Elia. Atatangulia mbele zake katika roho ya nani? Elia. Na nguvu zake. Ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto. Na kuwatilia waasi akili za wenye haki. Na kumwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa. Zakaria akamwambia malaika, nitajuaje neno hilo? Maana mimi ni mzee na mke wangu ni mkongwe kwa siku nyingi. Malaika akamjibu akamwambia, mimi ni Gabriel. Nisimamaye. Nisema uishie mstari wa 17. Rudia tena ule mstari wa 17. Naye atatangulia mbele zake. Naye atatangulia mbele zake katika roho ya Elia. Katika roho ya Elia. Na nguvu zake. Ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto na kuwatilia waasi akili za wenye haki. Sasa nisikilize, kwa nini nazungumza majira ya taamuri? Nisikilize kidogo kama mtumishi wa Bwana. Miaka yote mpaka anafika hatua ya uzee alikuwa tasa. Kwa nini alifikia mpaka umri wa uzee anazaa? Majira yalikuwa bado. Unanielewa? Kwa sababu majira ili yatokee yanategemea kusudi. Unanielewa? Yanategemea nini? Yanategemea kusudi. Sasa Yesu Kristo aliambiwa atazaliwa kuwa mwokozi wa ulimwengu. Lakini kuzaliwa kwa Kristo hakukuwa na maana kama Yohana hajazaliwa. Baba shalom. Kuna watu nimewaacha wewe, hebu niwasikilize. Nasema hivi, kuzaliwa kwa Yesu Kristo hakukuwa na maana kama Yohana asingezaliwa. Kwa sababu Yohana aliambiwa ndiye. Soma mstari wa 17, nisomee. So hata kama umekaa tu nisomee hiyo 17. Anasemaje? Naye atatangulia mbele zake. Naye atatangulia mbele zake katika roho ya Elia. Katika roho ya Elia. Na nguvu zake. Kwa sasa sikiliza nikwambie, majira ya Yesu Kristo ya kuzaliwa yaliibua majira ya Yohana kuzaliwa. Wakati wangu ameitika. Somo limeeleweka. Yaani kuzaliwa kwa Yohana kulitegemea maisha ya Yesu Kristo. Majira ya Yesu yalipokaribia, aliyetasa akafanya nini? Majira yakaamua kwa aliyetasa, yakaamua kwa aliye akazaa. Majira yakiamua, haijalishi wewe ni tasa namna gani, haijalishi wewe umefukiwa kwenye shimo namna gani, majira yatakufukua, majira yatakuinua, majira yatakutoa. Huyo aliyeitwa tasa akaitwa baba wa watoto. Usicheze na majira wewe. Nikwambie, kama kuna kitu kanisa leo napatia, hata watu wacheze na mambo yako wanayocheza nayo, wasicheze na majira yako. Nawaambia kabisa, hata watu wakudharau wanavyokuona, lakini wasicheze na majira yako. Hujanielewa? Huyu mama alikuwa tasa mpaka anafika uzee. Lakini kwa kuwa kuna majira, sikiliza nikwambie kitu kizuri. Haleluya. Pointi nzuri inakuja. Asante Roho Mtakatifu. Haleluya. Haleluya. Kwa sababu Masia anazaliwa, lazima Yohana azaliwe mtengeneza njia. Azaliwe. Kwa kuwa anazaliwa Masiwa Bwana, lazima Yohana azaliwe. Lazima na Mungu alifanya kitu cha ajabu kwamba huyu Yohana lazima azaliwe kwa mtu ambaye ni tasa. Alimtunza kwa huyu mama. Kuzaliwa kwa Kristo kulitegemea Yohana. Ndio maana
nakwambia majira yako yataamua. Amina. Kwa sababu kuna watu wanatakiwa wazaliwe lakini wanakutegemea wewe. Kuna mambo yao yanatakiwa yaende lakini wanakutegemea wewe. Kuna vitu vyao vinatakiwa vitembee lakini pasipo wewe havitatembea. Kwa hiyo lazima majira, sikiliza, yalivyokuwa yanakaribia majira ya Yesu Kristo kuzaliwa, ndivyo majira ya Yohana, ya yule mama tasa kuitwa mama wa watoto, yalivyokuwa yanakaribia. Haleluya. Majira yako yamesogea kuliko unavyofikiri. Majira yako yamekaribia kuliko unavyofikiri. Habari yako imekaribia kuliko unavyowaza. Nasema majira yataamua. Hata asubuhi ya leo nimesimama nitangaze kwamba majira yataamua. Majira yataamua. Kwa sababu Yesu kama angezaliwa Yohana wa kukwangua visiki hayupo, uwe na uhakika. Ndio maana Yesu mwenyewe alichelewa. Alitangulia Yohana akazaliwa. Alipozaliwa Yohana, Biblia inasema wakati Mariamu anaenda kwa Elizabeth, alimkuta Elizabeth akiwa mjamzito, mimba ya Yohana. Kwa hiyo mimba unayo. Ongea jirani yako, Yohana lazima zaliwe. Yohana lazima zaliwe. Nasema Yohana lazima zaliwe. Yohana lazima zaliwe. Kwa sababu Yohana ndiye aliyebeba kusudi la kutengeneza njia ya Masihi. Hivi kuna watu wananielewa kule nyuma? Haitegemei mazingira hayo ndio na yanategemea majira. Nilikuwa nasikiliza ushuhuda wa mtu mmoja. Unanielewa? Kuna vitu vingine unavyovipatia vinatabiri hali yako. Amen. Kwamba wewe utakuwa nani? Nilikuwa napata ushuhuda wa mtu mmoja. Ananiambia, unajua hii kanisa sisi tulishaanza kufanya ibada hapa ya kusali makanisa zaidi ya 4 hapa. Kama kulikuwa kunatengeneza majira yale. Wale wote walikuwa kina Yohana Mbatizaji, walikuwa wanatengeneza mapito ya Yesu. Bado hujanielewa. Nasema wale walikuwa Yohana na hawakupata nafasi ya kumiliki hili eneo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa kuwa Yesu alikuwa anakuja kuwa mmiliki wa eneo hili, ilibidi awatafuta kile Yohana watakao kuchimbua visiki. Unajua wale walikuwa wanaomba hawakujua Mungu anaweza kaajiri watu wakina Yohana wachimbua visiki, wewe ujenge nyumba pale. Nasema hivi, wakina Yohana kazi yake ilikuwa ni kuchimbua visiki, ni kutengeneza barabara ili anapokuja Yesu. Kwa nini Yesu ndio anaangalia kanisa na kapita na wanafunzi wake? Alikuwa anapita wapi? Kwa njia aliyotengeneza Yohana. Majira yatakapokuja yataamua juu yako. Wakina Yohana watakuwa wametangulia. Amen. Wakina Yohana watakuwa wametangulia. Amen. Ukiona Mungu anakukabidhi kitu, kwa mfano ametoka kushuhudia hapa kwamba alikuwa anakabidhiwa shule. Yule alikuwa Yohana. Amina. Amina. Alikuwa Yohana. Alikuwa Yohana. Amejenga mnua uwanja. Sasa mwanangu anakuja yeye kama msee. Majira majira yakiamua, yani sio kwa jasho. Majira yakiamua. Mimi naongea na watu ambao wanatamani majira yaamue. Naongea na watu ambao wanataka majira yaamue. Acha wakudharau kama wanavyo. Sikiliza nikwambie. Majira, acha niwape neno hili. Majira
Kama unaona Tanzania yako majira yaliyoko Tanzania, umenielewa? Yako majira yanatafuta kusudi. Mtu aliyebeba kusudi la Mungu, majira yatakupa. Umenielewa? Mtu aliyebeba nini? Kusudi. Aliyebeba kusudi. Majira yanatafuta kusudi. Yohana alibeba ndani ya kusudi la kutengeneza njia ya Bwana. Kwa hiyo lazima utazaliwa. Umebeba kusudi la Bwana, lazima utafanikiwa, lazima utasogea, lazima utafanikiwa. Kusudi Bwana acha. Yaani nikwambie juzi nilikuwa naongea na mafundi hapo. Wakasema mchungaji, nikasema mimi kama ingekuwa ni halali yangu, yani kwamba naweza nikatoa huu wito nikapachika kwenye moyo wa mtu aendelee na mchungaji, naweza nikafanya hivyo. Lakini kwa sababu anayefanya operation hiyo ni Mungu. Unapozaliwa umezaliwa kwa kusudi. Kwa hiyo hilo kusudi ulilozaliwa nalo ndilo linaloamua juu ya maisha yako. Hakuamri shangazi, hakuamri mjomba, hakuamri binamu. Majira yataamua. Unajua kuna watu wanasononeka kwa sababu hawaelewi. Kinachokuamulia wewe ni ule wito ulio ndani yako. Kinachokuamulia wewe ni ile kusudi ambalo Mungu ameweka ndani yako. Ndilo lililobeba majira yako. Ndilo lililobeba hatima yako. Ndilo lililobeba maisha yako. Ndio maana watu wanaopambana na wewe wanapambana na kusudi la Bwana. Amen. Na hawataweza. Amen. Majira yatakapofika kuamua. Sikiliza nikwambie. Unajua sasa hivi tunatumia nguvu sana. Mungu wakati mwingine nakusanya watu tunaomba Mungu tupe usafiri, sijui Mungu tupe. Majira yakifika lenyewe utakuta magari yamejaa. Amen. Majira yakiamua kuna wa kusema hapa no parking hamna. Parking itaonekana. Amina. Jana nilikuwa naongea na watu nimeenda kufuata na niende kufuata libati sio nini. Nikwambie majira yakiamua hivi vyote vilivyoanza. Amen. Amina. Kama unafikiri na kutaka mbele kama mzee wa imani, amehamisha watu wamejenga. Majira yakiamua hakuna mahali pamejaa. Majira yakiamua nafasi inapatikana. Imejaa kwako wewe, lakini majira yakifika saa ya kuamua hii leo tunaacha majira pale ile viwanja. Akile mwenye pesa zaidi ya yule anayeambia toa hiyo na yako. Hebu nawe katakataka chini hapa nataka jengo ghorofa. Majira yakiamua. Watu wanaposema wewe sio mtumishi wa Mungu. Majira yakiamua. Amen. Majira yakiamua kwa mtu mmoja. Si yaamua kwa mtu mmoja. Nasema hayo majira yaamue kwa mtu mmoja. Nasema hayo majira yaamue kwa mtu mmoja. Nasema hayo majira yaamue kwa mtu mmoja. Majira yakiamua mimi nakwambia, yani hapo utakuta tu gari ndani. Amina. Hapa mtumie nguvu sana. Jua unataka majira yenyewe yakisema. Mimi nakutabiria kuna kitu kinakuja kwa majira yako. Sema jirani yangu. Jirani yangu. Usinione hivi hivi. Yaani umekuna na kukuna. Mwambie tena jirani yangu. Jirani yangu. Usinione hivi hivi. Majira yako tayari kuamua. Hutaniona tena. Hivi unavyoniona. Niangalie mara ya mwisho. Yaani kama wangekuwa wanapiga picha ya mara ya mwisho. Hivi leo tumepiga picha ya mara. Alafu baada ya majira kuamua tunaanza kufyuma. Unabii sio lazima usimame useme asema.
Mimi nawatabiria kwamba majira Mungu ameamua. Kama ameleta hili neno, majira yameamua. Mwambie jirani yako, usitembee na mtu ambaye majira yake yamefika. Yasije yakakupata yale ambayo Sauli alipata. Unajua Sauli alianza kutembea na Daudi. Hakujua kwamba majira ya Daudi yamefika. Akawa anajibana hapo, anafanya nini? Hajui kwamba majira ya Daudi yamefanya nini? Na mimi nakutamkia asubuhi ya leo, kama aisivyo Bwana, majira yako yamekuatia, majira yako yamefika, majira yako yamefika, majira yako yamefika, majira yako yamefika. Wao nafikiri kufika kwa majira kunategemea dua kuwaka au mvua kunyesha. Yakiamua yeye anaamua, hata kama ni kiangazi, majira yakifika mvua inanyesha. Wao hujawahi kuona majira yakifika hayaendani na mvua, hayaendani na hali ya hewa. Yakiamua majira yanaamua. Majira yakiamua yanaamua. Rudia tena hebu mwambie niangalie hivi mara ya mwisho. Hapo angalia kwanza kichwani mpaka mguu. Hautaniona tena kama hivi. Hautaniona tena kama hivi. Kama isivyo Bwana. Amina. Wale watu waliomfungia Zakaria kule ndani anaomba, walijua kwamba hawatamuona Zakaria tena kama vile. Wao walijua wamemfungia ni nabii anaomba na wasijue kwamba majira ya Zakaria yamefika na amekutana na Bwana akiwa katika utumishi wake. Hawakujua. Sema hata wewe mwenyewe hujui. Mpaka Mungu akufungulie macho. Yaani sikiliza. Niazime sikio dakika moja. Uko tayari kuniazima sikio? Wale makuhani waliokuwa wanamuingiza Zakaria kwenye utumishi wangejua kwamba huyu jamaa atakutana, wangepindisha zamu yake, wakisogeza bila, wakirudisha. Hujanielewa? Nasema hivi, kuna ambaye alikuwa anapanga zamu za makuhani kuingia. Anasema zamu ya Zakaria itafanya nini? Ikafika. Sasa kama zamu ya Zakaria ilifika, natamani wale watu walipoona muujiza ambao Zakaria ametendewa, walitamani wafute ile yale majira kwa Zakaria, wasema ingia mtu mwingine. Lakini kwa sababu majira yanaamua, rabosha katarabasaka. Hayategemei mawazo ya jirani yako, hayategemei mawazo ya wanaoamua, hayategemei mawazo ya mjomba au ya katarabasaka. Majira yakifika ndugu yangu yana changamoto nyingi, lakini ndio majira yamefika. Amen. Na ukiona changamoto zimekuwa nyingi kwako, ujue majira yako yamefika. Umenielewa mpendwa? Ukiona changamoto imekuwa kubwa, ujue majira yamefanya nini? Sasa mwambie jirani yako, usije ukatangulia jambo kuamua kabla ya majira ukapishana na gari ya mshahara. Usije ukasababisha jambo ambalo litapishana na gari ya mshahara. Nitaamua kabla ya majira. Kuwa makini. Majira yakifika, hayategemei mchungaji, hayategemei rafiki, yanaamua yenyewe. Unajua sikiliza, kuna vitu vingine vinakuwa surprise hata kwa mchungaji. Majira yakifika unashangaa tu watu wamefika level fulani. Nini? Kwa sababu Mungu ana makusudi na majira ya kila mtu. Ndio maana anakuambia kwenye mhubiri, kila jambo lina majira na wakati. Ukishuka pale chini anasema
muda mrefu. Leo utacheka. Nasema umelia kwa muda mrefu. Leo utacheka katika jina la Yesu. Nasema leo utacheka katika jina la Yesu. Leo utacheka katika jina la Yesu. Majira ya kicheko yaje kwenye nyumba yako, yaje kwenye ndoa yako, yaje kwenye biashara yako, yaje kwenye kazi yako. In the mighty name of Jesus. Wangapi wamenielewa? Majira yanaamua. Yaani majira yakiamua aibu inaondoka. Majira yakiamua hali zote unazopitia hizo zina. Majira yalipofika ya nyumba ya Zakaria kuinuliwa, kumbe na majira ya Yesu Kristo ya kuzaliwa yamesogea. Amen. 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 Uliyeitwa huna fedha, wewe uliyeitwa huna chochote, wewe uliyeitwa wala sio lolote, pokea hayo majira kwa jina la Yesu. Pokea hayo majira kwa jina la Yesu. Pokea hayo majira kwa jina la Yesu. Sema mimi niliyeitwa sio chochote. Kuanzia leo nitaitwa chochote. Nitaitwa chochote. Yes. Amina. Najitabiria kwa jina la Yesu. Amen. Sema najitabiria. Najitabiria. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sasa niwaambie kitu kimoja ambacho Mungu alikuwa ananisemesha hapa. Naongea tu kama nilivyokuwa naongea kwake. Ili mjue majira yamefika. Utaanza kuona natoka mahali. Yaani mimi ndio nitakuwa wa mfano. Nitakuwa wa kwanza kutoka mahali hapa. Amen. Wengine hawajaelewa. Nitakuwa wa kwanza kutoka, yani safari. Amen. Safari. Sema safari. Majira yasipofika usihangaike kuitafuta safari ambayo haipo. Subiria majira. Amina. Majira yakija. Hapa sasa unasema nauli mchungaji tutachana. Majira yakija nauli zipo. Amina. Majira ya kujenga yakifika utapata mlango. Majira ya kuwa na kiwanja yakifika utaona njia pasipo na njia. Majira yakifika hayasemi una nini mfukoni. Majira yenyewe, kwani huyu alikuwa hatasa kazai, lakini majira yalipofika huyu mama kiasi kwamba alikuwa amepita hata umri wa kuzaa. Lakini majira yalipofika yanahusiana nini na kupitwa uzazi? Kwa sababu anayeleta mtoto si aliyeweka majira ya komesi. Hujanielewa. Nasema hivi, anayeleta watoto ndiye aliyeamuru uwe na siku za kuleta watoto. Ndio huyo anajua hata zisipokuwepo mtoto anaweza kupatikana. Kwa maana hiyo kwamba majira hayategemei uwe na siku ndio upate mtoto. Majira yakiamua yenyewe yanaamua. Hayasubiriwi usijui na mtani pale, usijui niwe sijui na nini. Majira yakiamua yameamua. Ombi langu ni kwamba msipishane na majira yako. Amina. Yaani kama kuna ombi na waombea siku ya leo, msipishane na majira. Wewe fikiria kama huyu Zakaria kama angekataa aseme mimi sikutakata, leo siingii kwenye zamu. Angepishana. Unanielewa? Angejitetea kwa kuhani. Angesema mimi siwezi kuingia, maana najua nikiingia huko sitatoka, maana nitakufa na dhambi. Sasa usiniingize. Angepishana na ugali wake mshahara. Ni maombi yangu kwamba usipishane na majira. Ni maombi yangu kwamba usipishane na majira yako. Mungu akuonekane.